Bwana, once again tena ni sauti ya Mr. Mahabati, wananiita Matrix ndani ya maiki. Bwana, leo kichupa cha leo kinaanza namna hii, yani kichupa kwanza kinaanza huyu bwana yuko na bwana na boss wake namna hii. Boss lady inaonekana yuko na uhitaji ulolo. Boss lady anahitaji mambo makulaji. Bwana, unaambiwa siku ya kwanza kazini, lakini ndio siku hiyo boss lady alihitaji ulolo. Lakini asubuhi na mapema namna hii binti anaamshwa kuja kushtuka. Mama huyo, ilikwaje? Kabla tunarudishwa nyuma kidogo. Huyu bwana leo alikuwa yuko na furaha, anafurahia, ana furaha kweli kwa sababu ile kazi alikuwa akiitafuta kwa muda mrefu ameweza kuipata. Amejiliwa na kampuni kubwa sana hapo ndani ya Niger. Unajua Sasa namna hii wakati wako kwenye furaha, mpenzi wake na yeye wanafurahia, kaja binti moja akamkumbatia. Oh baby, kumbe huyu binti waga anampendaga. Anasema huyu mtu huyu anampendaga bwana wako. Anasema toka pumbuzi namna hii. Kurushwa namna hii kadondokea kwenye nyama. Nyama yangu wewe, pumbavu, hebu toa nyama hii. Kibo cha ndede. Sasa wakati wa sasa tunarudishwa upande wa pili. Binti huyu bwana anarudi kazini. Boss lady anamuuliza, vipi? Mbona umechelewa sana? Sema hapana. Jana nilikuwa ndo nimepata nafasi kwa mara ya kwanza, kwa hiyo nilikuwa nasherehekea kupata kazi yangu. Sasa anambia basi sawa. Wewe subiri hapo nje, muda wangu wa kufunga kazi utakapokuwa umefika, basi tutanipeleka nyumbani. Okay, unaweza ukakaa reception hapo, hakuna shida. Basi bwana mdogo ilibidi aweze kutoka. Muda wa kuweza kumrudisha boss lady nyumbani, ambia weka mzigo hapo. Ambia okay fine. Ambia asante, mimi naweza nikaenda boss. Anasema okay sawa, nimechoka, nahitaji kupumzika, wewe nenda. Basi bwana mdogo ilibidi aweze kuondoka namna hiyo. Wakati huo kuna simu inaita. Upande huu anasema boss wangu ni mrembo sana. Sijategemea kwamba ningeza. Unasema boss wako ni mrembo? Na unamaanisha nini ukisema CEO? Anaambia ni CEO. Unajua CEO ni mmiliki wa kampuni. Okay, ni kama mimi. Anasema okay, ana pesa nyingi mara yake huyo Anasema ana pesa nyingi sana. Ni mzuri, ni mrembo. Ameolewa? Anambia hapana, nimefika nyumbani kwake lakini sijajua. Ila hata na hivyo hajavaa pete ya uchumba. Kwa hiyo sijui kama ameweza kuolewa. Wanawake wazuri kama wao inawezekanaje hajaolewa? Anasema sijui. Lakini wakati huo leo katika ofisi ya boss lady unaambiwa kuna kikao maalum. Hiki ni kikao cha kazi. Huyu bwana amekuja anambia na deal kubwa kama dola milioni 800 namna hii. Hii deal nadhani tukiweza kuifanya pamoja tutaweza kufanikiwa. Leo nimekuja kuletea overview nzima ya hii deal. Then tutazungumza vizuri siku tunavyozidi kwenda. Unajua mimi napenda kuweza kufanya na kazi na wanawake warembo, wanawake wanaojua kazi, wanawake ambao wako tayari kuweza kupambana kwa ajili ya maisha yao. Kwa hiyo nimefurahi sana kuweza kufika kwako na kuweza kuletea hii nanili. Wakati huo jamaa ameweza kurudi nyumbani usiku. Anambia, unakimbia nini mpenzi wangu? Na kitu kwa ajili yako. Najua upendagi kula vyakula vya hapa. Nimekuletea chakula bomba. Unajua akamletea hilo buffalo. Wanaitaga mkate wa Bumunda. Anambia oh my baby, nahitaji kukisi. Jamani na mimi nije nikukisi. Nije nikukisi kidogo. Ngoja nije nikubusu. Wewe mpuuzi, utaharibu mambo, mtondoke. Huyo mwanamke vipi? Lakini asubuhi na mapema anarudi, anaingia kazini boss lady na mnene anakuta wazuri la furaha hapo nje. Unajua mwanamke yoyote anapenda kuhudumiwa, anapenda kufurahishwa, kuletea zawadi, vitu vidogo. Mwanamke akaona okay, mwanaume sendo huyo. Mwanaume ambaye ananijali. Huyo ndo anastahili. Leo akatolewa dina namna hii. Anambia kwa hiyo kampuni yako ina ukubwa kiasi gani? Anasema ni kama ina thamani ya dola milioni 20 kwa sasa. Kwa hiyo imekuwa ni kampuni kubwa na inasumbua hapa ndani ya Niger. Okay, naona hilo na ninaamini katika uwezo wako. Ambia yes baby, that's why inahitaji kuinvest kwenye kampuni yako. Utainvest milioni 800, basi itakupa output nzuri. Anambia sawa baby, nadhani hilo ni jambo jepesi na jambo zuri.
Kwa kila kitu kitakwenda kama tunavyopanga mpenzi wangu. Unajua mambo ya Medina Point, Wakati huo asubuhi na mapema namna hii. Jamaa amekuja. Sasa hizi ya boss, ambia za asubuhi. Nimekuja kutaka kujua kama unaenda kazini. Hapana, leo siendi kazini. Leo niko busy, niko na shemeji yako. Oh my darling, how are you? Na nasema ni dereva wangu. Boss, kwema. Unaweza kaenda. Basi watu wakaendelea kula vidavika. Mambo ya niguse nikuguse, nipe nikupe, mahaba niwe, mahaba ni ponde ponde kama nyanya. Unajua mwanamke anapenda ile furaha, anapenda kuguswa kwa mneni wepesi, yani kudekezwa, unaelewa Sasa wakati waambia sasa ile deal imetoka. Na deal ina thamani ya dola milioni 1. Nadhani ukiinvest kama milioni 800 namna hii, deal ina thamani ya dola bilioni 1. Kwa hiyo ukiinvest kama milioni 800, nadhani itaweza kukurudishia output nzuri tu. Ambia I know. Hiyo deal mimi sina pesa kuweza kuinvest. Kwa hiyo peke yangu, na nikaona the right partner ni wewe. Kwa hiyo ndio maana nimekuja hapa mpenzi wangu. Ukifanya hivyo utaona matokeo mazuri. Ambia ni kweli, lakini milioni 800 ni pesa nyingi sana kwangu. Nadhani ngoja nijaribu kuongea na secretary wangu kama atafanya kitu. Ngoja nimpigie pia accountant kwa sababu yeye ndo anafahamu kila kitu kuhusiana na ofisi. Wakati huo simu inaita, anaitwa G. Oya G, niko ofisini hapa my G. Unaelewa? Yaani dem kaingia mkenge, kichwa. Yaani miguu yote. Nataka nishikamate hizo milioni 800. Sijai kushika pesa nyingi kiasi hicho. Ngoja kwanza. Akishaingia tu mimi nachukua pesa na sepa. Unafikiri mimi niko kwa ajili ya mapenzi hapa? Mjini sijaletwa mapenzi. Ambia yes. Ndio umetazama kila kitu? Ambia ya, nimetazama. Nadhani kesho itabidi tuje tuko close deal. Nitakupatia hiyo pesa kesho. Okay, fine. Basi, unajua mapenzi na wanawake ni wadhaifu sana kwenye mapenzi. Mwanamke unanisikiliza, kuwa makini sana na mwanaume ambaye unakuwa naye. Sio kila mwanaume yuko kwa ajili ya mahaba kwako. Wengine wapo kwa ajili ya kuweza kukufurahisha siku 2-3 then kutembea na kila kitu. Bwana mdogo baada ya kuweza kumfikisha hapa anahitaji kuondoka, moyo wake ukamsuta. Akamwambia why? Boss lady, samani, naweza nikakuongea na wewe? Basi waliongea, hatujaambiwa nini wameongea. Leo anakuja kumwambia embu sign hapa, sign na pale, deal itakuwa imeweza kutimia. Jamaa na hema tu. Hatimaye nimeweza kuipata pesa hii. Kabla hajampatia namna hii akachana hiyo mzigo. Why? Kwa nini unafanya hivi? Kwa nini? Baby, what are you doing? Ambia, unaona ni nyepesi sana. Unanena ni chizi, si ndio? Acha ujinga wewe. Uwezi kunitapeli namna hiyo. Uwezi kuniibia namna hiyo. Mimi na akili timamu. I know what I'm doing. Ambia, bidada anamwambia nisikilize kwa makini. Unaweza kufanya kila kitu, lakini sio kucheza na kampuni yangu. Alafu sikiliza. Hebu chukua upuuzi wako. Jamaa alikuja hadi na mabegi kwa ajili ya kuweza kubebea pesa. Milioni 800. Beba pesa, weke vizuri. Wakati huo binti anarudi kutokea nyumbani, anarudi kutokea kazini, akili iko sawa. Ambia nini? What's wrong with you? Shida yako ni nini? Ambia hapana. Ilikuwa nusu niweze kuharibu kampuni yangu. Ilikuwa ni kidogo tu niweze kupoteza zaidi ya milioni 800. Ni nusu ya thamani ya kampuni yangu. Sasa nini ningefanya? Nilikuwa na akili gani? Ambia hapana. Binadamu tumeumbiwa kufanya makosa. Kwa hiyo ni makosa ulifanya. Everything gonna be alright. Jaribu kutabasamu. Kila kitu kinaweza kutokea, ila tabasamu ni kitu cha muhimu zaidi. Ambia asante. It's okay. Tabasamu kidogo. Smile. Mwanadada akasmile namna hii. Wakati huo kijana yuko nyumbani, yuko na demu wake, mwanamke wake Amanda. Anakumbuka tu kuhusiana na boss walivyokuwa wakiongea, wakizungumza, wakipeana zile mawazo, wakikaa sehemu wamepumzika namna hii. Anaona yes, that is woman of my choice. Unajua mwanaume anaweza kufanya maamuzi kwa vitu vidogo vidogo tu. Ukimdekeza kidogo, ukimdekea,
Kwa hiyo mwanaume huyu naye akajikuta tayari amezama kwenye huba, amezama kwenye mapenzi bila kuweza kujua kwamba hapa alikuwa akikosea. Bwana mapenzi yanaanza kwenye nukta moja hadi kwenye nukta 10. Kwa hiyo pale unapojikuta tayari umekwisha kuweza kupenda, tayari umekwisha kuweza kuzama, hapo ndipo balaa linapoanzia. Yes, mimi naelewa, lakini leo nimekuwa na furaha sana. Ambia ndio muda wa kurudi nyumbani boss, tuondoke. Okay? Bidada naye anamwaza jamaa. Ambia nadhani leo kama tungeweza kutembea kidogo ingekuwa bomba sana. Ambia kweli boss? Yeah, hebu tafuta sehemu uweze kupaki gari. Labda tufanye matembezi kidogo. Sijafanya road work muda mrefu. Akili pia ijitulia. Ambia usijali. Tuliza akili. Everything okay. Gonna be alright. Ambia kweli? Yeah. Okay. Basi sawa, haina shida. Ikabidi watembee usiku namna hii. Unajua mapenzi, nimeumia mahabuba. Unajua kuna mwanamke ambaye atamani kuweza kushikwa na mwanaume anayempenda. Sasa binti ashaanza kuzama kwenye mapenzi. Kwa kujifanya kama ameumia namna hii, mwanaume amshike, amweke sawa. Anambia mguu unaniuma, anambia usijali. Hebu ingia, kaja kama nataka niende shambia. No. Anasema mwanaume wako mnapigana, mnagombana. Nini? Anasema ni chizi nini? Hebu tulia. Haya haiwezi kutokea chochote. Mimi na yeye hatuwezi tukapigana, hatuwezi kugombana. Kuhusu yeye kuchelewa, hiyo ni kwa ajili ya kazi. Yuko busy na kazi, anampeleka madamu yake nyumbani, anamrudisha kabla ya kuja nyumbani. Kwa hiyo najua yuko busy. Anasema hapana, mimi naona samaki anazama. Hebu tazama, naona kabisa samaki anaingia. Samaki anaingia kwenye shimo. Unajua samaki anazama. Anasema acha ujinga. Hebu jihali mambo yako. Samaki anazama kwenye shimo gani? Acha upuzi. Anasema mtazama kwa karibu. Uone kama yule nyoka unayemtegemea anazama kwenye tundu ambalo sio sahihi. Anaambia acha upuzi. Acha mambo yako ya kipuzi hapa. Anasema hapana, mimi najali na naofia. Anasema acha upuzi. Anazamia wapi? Wakati wa siku leo anambia leo imekuwa ni siku ya furaha sana. Nimeenjoy. Hebu kunywa basi. Watu wanapiga mandingo ze. Bwana wewe, kunywa kidogo babe. Unajua pombe inabadilisha ubosi hadi urafiki hadi mahaba. Ukinywa pombe asubuhi unaweza ukajikuta uko kwenye kitanda cha mtu. Kama mwanaume usipoangalia utauza ubingwa. Lakini kama mwanamke utajikuta umepigwa mtungo. Kuwa makini na pombe. Pombe si kitu kizuri sana. Unatakiwa unywe pombe na watu unaoamini, na sio kila mtu unatakiwa kuweza kunywa naye pombe. Bana binti kalewa kweli kweli. Yuko mtungi, ambaye mtazama akampiga bosu namna hii. Sema you're so beautiful. You're so handsome. Bwana mdogo na yeye akapiga kiss. Tayari wote wanapendana. Tayari wote washachanganyikiwa. Ambia madam, nadhani inabidi niweze kuondoka. What? Nini? Amanda, are you okay? Kazi gani unafanya? Unakufanya kila siku unarudi usiku. Kitu gani unachofanya kinakufanya unarudi usiku namna hiyo? Anamuuliza, hii ni kazi ya namna gani? Kazi ambayo inakufanya muda wote unakuwa busy. Anasema basi usijali, kesho nitamwambia madam sihitaji kazi. Anambia hapana baby, usiwe na hasira. I know I'm wrong. Lakini unaambiwa wasiwasi ndio akili kwenye maisha. Unavojikuta una wasiwasi, unahofia jambo, basi ndio akili. Wakati huo boss lady anamwambia samani kuhusiana na jana nimekosea, naomba nisamee. Naona hauko sawa. Anambia usijali boss, it's always okay. Hasa leo sasa, boss lady anahitaji kuweza kupewa ile kitu aliyonyimwa jana. Jana alimgusa tu kidogo. Jamani akaanza na mimi naitaka hiyo asubuhi namna hii. Hello? Nan, mama. Shikamoo mama. Ambia nyinyi una mtu wako sasa hatimaye umepata mpenzi, si ndio Uliniambia utapata mchumba. Hatimaye kweli umepata mchumba. Ambia ndio, nimepata mchumba. Anaitwa Alex. Okay? Alex, na muda gani? Maswali yalikuwa ni mengi sana.
Leo binti anarudi anasema hapana, it is too much. Anasema umeamua kuweza kurudi asubuhi. Anasema hapana, naomba niweze kuondoka. Yaani umeshindwa kuweza kurudi usiku, umerudi asubuhi. Anasema nilikuwa polisi. Anasema acha kudanganya. Anasema sidanganyi, nilikuwa kituo cha polisi, nimeshindwa kuweza kutoka. Kuna watu walitaka kuweza kutufanyia mambo ya kiuni, kwa hiyo sasa ndio maana tukaingia polisi. Hebu check, tazama, mimi ningefanya nini? Wale walikuwa nataka kuweza kupigana na mimi, nikabidi sasa nipambane. Bwana mdogo akatengeneza story ambayo mwanadada aliona kama imekaa sawa. Unajua wanawake ni wepesi kusamehe, wanawake ni wepesi kusahau. It's okay, lakini usinichukulie mimi kama chizi. Angalia usije ukandanganya. Anasema sikudanganya, naweza nikaprove kama anachosema ni kweli, twende kituoni. Ambia no, it's okay my baby, it's okay. Wewe unahisi mimi nakudanganya? Unahisi mimi nakudanganya? Wewe unasema mimi nakudanganya? Hapana, nataka twende, wale watu wamenipiga, angalia hata ngozi yangu, ona. Anasema ni kweli, naona, lakini haujaumia sana. Anasema asante Mungu, polisi walifika on time. Anasema okay, tuone. Akamtazama, oh baby. Haya, wakati huo boss lady na dereva wake wanaendeleza mahaba. Ambia leo kazi imekuwa kubwa sana kwako. Ambia yes, na mama anahitaji kuweza kuongea na wewe, anahitaji kujua mengi kuhusiana na wewe. Mama anataka kuona mimi na wewe tunaishi pamoja. Mama anatamani kuweza kujua mengi kuhusiana na mimi. Anasema oh freshman, umependeza, unaenda kwenye party, oh my Yoruba, my sweetie, my honey bunny. Ambia ya nimewaka, ni bonge la handsome. Ajua madam wanafanya dinner leo usiku, kwa hiyo kila mtu ofisini atakuwepo. Na unajua mimi ni handsome lakini sina pesa. Oh my honey, unukie. Kampulizia na perfume 50,000 mzee baba. Ambia oh, mkwe unafanya kazi gani? Anasema amejiunga na kampuni yetu. Yuko kama nani? Anasema yuko kama marketing manager. Yani yuko pale kama marketing manager. Kwa hiyo kazi yake kubwa ni kuweza kufanya mambo ya marketing. Ambia okay, basi vizuri. Na mahusiano yenu yana muda gani? Ambia mama, mahusiano yetu hayana muda mrefu sana, lakini tutaweza kuyapanga vizuri baadaye. Kwa sasa mama, naomba tusiongelee sana haya. Ambia okay, haina shida, tutaona tunafanyaje. Wakati huo simu inaita. Simu yako inaita? Pokea, usijali. Usijali. Anajingata anajiuma, lakini ndio hivyo, mapenzi yameanza. Boss lady na mfanyakazi wake, mtu aliyekuwa akiishi naye kwa tabu, akiishi naye kwa shida, atokea akiwa chuo, ameshakwisha kuweza kumsahau. Amemsahau kabisa na ameweza kumwacha aishi kama alivyokuwa akiishi. Inakuwaje? Anakumbuka kuhusiana na mpenzi wake, mengi waliyofanya, walivyopendana tokea zamani. Yes. Anasema unaonekana bomba sana, my fresh girl, my fresh man. Anasema sasa nilikuwa sina pesa, sasa hivi nina pesa. Wanapendana. Haya, kucheki namna hii zawadi alizomletea, zawadi nyingi. Lakini huko uba kati yake yeye na boss lady inaendelea. Unajua uba na boss lady ni champagne, brutal, Henken. Wakati huo nasema sijai kudekezwa kama unavyonidekeza. I like the way you treat me. Come on my darling. Mtoto mwenye kiuno kweli. Shape imekaa sehemu yake. Mwambia don't lie to me, usinidanganye. Lily, unanipenda? Anasema yes, I like the way, anapenda kila kitu kwako. Unaambia ni kweli, usijindanganya, maana ukidanganya moyo wangu utaumia, ukidanganya nafsi yangu itateseka. Embo uwe mkweli juu yangu, usinidanganye. Wakati huo
Sasa bwana mdogo akaamua kuweza kufunga virago vyake na kuhamia kwa mwanamke, maana sasa it's too late. Kusanya mzigo wake, anasema my honey, my baby. Nini baby? Unataka kufanya nini? Umepata kazi? Unaenda wapi? Umekula? Kucheki namna hii begi lile pale. Kwani umepaki vitu? Ni landlord amekwambia uweze kupaki vitu? Aha, usijali bwana, embo njoo ni massage baby. Ni massage miguu yangu. Asema shidi. Sorry. Nahitaji kuweza kuondoka. Mimi siko tayari kuendelea kukaa na wewe tena. Moyo wangu hauhitaji kuendelea kukaa hapa. Oh my honey. Embo acha bana. Najua unanifanyia utani. Asema hapana shidi. Sidanganyi. Sihitaji tena ya mahusiano. Unasemaje? Sihitaji tena ya mahusiano. I understand what I need. I don't love you again. Hasema usiseme hivyo baby wangu. Hapana, Chinedu. Hapana Alex. Anasema sikilize. Madam amechukua moyo wangu. Hasema hapana Chinedu. Chinedu ni Kinaija, Alex kizungu. Wakati huo Alex au Chinedu amekuja. Oh my baby. Hatimaye umekuja, sio? Mungu wangu, moyo wangu unahisi unataka kutoka. Moyo wangu unatoka. Nahisi nakufa mimi. Wakati huo Chinedu Alex yuko na madam. Ambia baby, unajua mimi nina degree, nimesoma. Anasema nini? Una degree? Umesoma? Yes. Na umesomea nini? Anasema nimesomea mambo ya marketing management na nina degree kwenye chuo kikuu hapa Niger. Oh, hasa kwa nini hukutafuta kazi? Kwa nini hukutafuta kazi? Anasikiliza. Nimetafuta kazi takriban miaka 2 sasa. Na kazi ninazoweza kupata ni driving na vitu vingine kama hivyo. Elimu ninayo, vyeti ninavyo, lakini kazi ndo sipati. Ambia okay, no problem. Kuhusiana na hilo utaanza na kazi kesho. Ase. Wakati huo jamaa akaamua kuweza kuanza kazi kwa bidada. Bwana leo siku nyingine Chinedu anamwambia madam, I need to go. Nahitaji kuweza kurudi. Anasema hivi, umeona mimi moyo wangu ni kuachezewa? Ambia hapana. Unakuja kwenye maisha yangu and then unaondoka kama unavyotaka. Anasema hapana. Anasema hivi, unaona ni sahihi kabisa? Anasema hapana. Yule alikuwa na mimi tokea kipindi niko sina kitu. Ambia kipindi huna kitu? Yes. Kipindi sina kitu alikuwa pamoja na mimi. Kipindi sina chochote alikuwa pamoja na mimi. Anaambia nisikilize. Everything gonna be alright. I just need you. I don't need anything. Na mimi pia nilikuwa na wewe kipindi huna kitu. Mapenzi ni wewe. Jamaa akabeba mzigo wake, begi lake, akaja kumtazana Amanda. Asema yule si nanili yule. Imekuwaje amerudi? Asema hapana. Nimeweza kutupa diamond kwa ajili ya chuma isiyokuwa na thamani. Mimi si kitu bwana bila wewe Shedi. Mimi si kitu bila wewe Shedi. Kimya! Bo, hivi usije ukanishika mimi. Mimi sio type yako. Mimi si mwanamke wa mtaani. Mimi si loco girl. Sasa usinishike nakwambia usinishike. Alimpiga vibaya mno. Shedi, you're gonna kill me. I love you. Shedi. Nitakwenda popote utakapokwenda. Nitafanya chochote utakachosema. Lakini kikubwa, kubalia moyo wangu. Kubalia tafadhali. Bwana, ndo hivyo jinsi ilivyokuwa na wawili hawa wakarudiana. Mapenzi ni uwe, mapenzi ni ponde ponde kama nyanya. Watu wakarudiana namna hiyo. Bwana, tukutane kwenye next episode nyingine kabisa ya vitu vikali kama hivi. Na hii it's your boy Matrix DJ. Ciao.